Hujambo, habari za leo, habari za safari. Karibu tena kwenye ukumbi wetu wa safari yenye tumaini. Hapa tuna mchungaji Stephen Leta ambaye ni mchungaji kanisa la Tegeta jijini Dar es Salaam. Pia tuna mwinjilisti Baraka Leiza, naye ni wa Arusha, Tanzania. Pia tuna dada Grace Momadi Masaka ambaye ni mlei na anakaa Washington. Tuna pia Baraka Tosi ambaye ni mlei na yeye anakaa Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi hapa ni John Mugane, nakaa Boston, nami pia ni mlei. Somo letu la leo linaongelea sheria kama mwalimu. Jadala mzuri sana na tunatumaini utafaidika na pia kuweza kuchangia kwa njia yote ile kueleza hili jambo. Nawe mpende Bwana Mungu wako, fungu kuu linasema, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Inasisitiza mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Napatikana katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 5. Karibu sana, jiunge nasi tuweze kunufaika wote na kuweza kuelimishana kadri tunavyoendelea na safari hii. Na ubarikiwe sana. Biblia nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Basi kabla hatujaanza mjadala wetu na kualika tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa fursa hii nyingine ambayo umetupatia ya kuketi miguuni pako na kujifunza neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi katika kujifunza kwetu, ili lile ambalo umelikusudia kwa ajili ya maisha yetu likapate kutufikia katika hali iliyo bora zaidi, itakayotusogeza karibu na msalaba kwa Kalvari. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu mpenzi mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Huu ni wasaa mwingine ambao tunakwenda kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi naongea nawe ni mchungaji Stephen Leta kutoka katika kanisa la Tegeta, ambaye nitaungana pamoja na wachangiaji wengine katika mjadala wa leo. Karibu sana katika kipindi hiki. Leo tunaenda kuangalia sheria kama mwalimu. Sheria kama mwalimu ni somo letu la 3 ambalo kimsingi linaenda kuangalia nafasi ya sheria katika mpango wa wokovu au katika elimu ya Kikristo. Na tumepewa fungu la kukariri. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 5, nao linasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 5. Somo la juma hili ni somo zuri, japo nikiri mapema kwamba lina changamoto. Na moja ya changamoto yake ni hii ya kwamba Mungu alitoa sheria kwa wanadamu, na tunapozungumzia sheria tunamaanisha amri 10 za Mungu.
na zile amri 10 za Mungu zilitolewa kwa wanadamu wenye dhambi ambao kwa namna yoyote ile walikuwa hawana uwezo wa kuzishika, kwa sababu ili uweze kushika sheria ya Mungu panatakiwa uwe na uwezo unaotoka ndani, na kwa bahati mbaya sana mwanadamu hana huo uwezo. Nitakusomea fungu lifuatalo kuthibitisha kwamba mwanadamu hana huo uwezo. Naam, kutokana na ukweli huo ndio maana tunamkuta Paulo akituambia ujumbe huu katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 fungu la 24. Paulo anasema hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Siku ya Jumapili ina kitu kinachosema kumpenda na kumcha Mungu. Katika siku hii somo hili limejengwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 fungu la 9 hadi 13. Hapa tunaona Musa alipokuwa akitoa mawaidha ya mwisho kabla ya kufa kwake. Hapa aliwaambia juu ya umuhimu wa sheria za Mungu. Aliwaambia juu ya umuhimu wa kujifunza sheria za Mungu, lakini pia alionyesha umuhimu wa kuwafundisha watoto au vizazi vya mbele sheria. Kimsingi kumcha Mungu ni kufuata sheria ambazo Mungu amezitoa, kuziheshimu, kuzifuata na kuzitenda kama yeye anavyohitaji zifuatwe. Huko ndiko kumcha Mungu kwa kweli. Lakini pia tunaweza tukasema tunampenda Mungu tukawa tunajinadi hivyo, lakini kumbe hatutii sheria zake. Kama hatutii sheria zake, basi tunajidanganya, tunakuwa hatumpendi Mungu. Lakini kama tunampenda Mungu, yatupasa tuzifuate sheria zake kama yeye alivyozitoa, na pia tuwafundishe watoto wetu sheria hizo, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tunahakikisha kwamba upendo wetu kwa Mungu na kicho chetu kwa Mungu kinarithishwa vizazi hata vizazi. Lakini katika siku hii kuna swali linalosema, unaelewaje maana ya kumpenda na kumcha Mungu kwa wakati huo huo? Kimsingi haya mambo mawili, kumpenda Mungu na kumcha Mungu, yanategemeana. Hauwezi ukasema unampenda Mungu kama haumchi yeye, lakini hauwezi ukamcha Mungu kama haumpendi. Kwa hiyo ili umpende Mungu lazima umche, na tunapokuja kuongelea kumcha ni kufuata kile ambacho Mungu amekitoa au namna ambayo Mungu amesema anatakiwa kuchwa. Lakini kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba ni kufuata sheria za Mungu kama yeye alivyozitoa. Kwa hiyo ili umpende Mungu lazima uzifuate sheria zake, na unapozifuata sheria zake basi utakuwa umemcha Mungu. Kwa hiyo kumpenda Mungu na kumcha Mungu ni vitu viwili ambavyo vinategemeana na vinatendeka kwa muda huo huo. Kwa hiyo jambo kuu ambalo tunalipata katika siku hii ya Jumapili ni kwamba tunatakiwa tumpende Mungu, lakini katika kumpenda Mungu tunatakiwa tumche Mungu, na katika kumcha Mungu ndani yake kuna kuzitii sheria za Mungu. Tunapozitii sheria za Mungu basi tunadhihirisha wazi wazi kwamba tunampenda yeye. Kwa hiyo tutakapompenda yeye na tutakapomcha, hatutabaki na hivyo vitu sisi wenyewe. Tutahitaji vizazi vyetu na vyenyewe vijue namna ya kumpenda Mungu na namna ya kumcha Mungu. Kwa kufanya hivyo tutakuwa katika sehemu salama kabisa. Mungu akubariki sana. Somo la Jumatatu linaongelea sheria kama shahidi dhidi yako. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 16 hadi wa 17 inasema, Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendeayo kuwa kati yao. Nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Mstari wa 17, ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao wataliwa, tena watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka. Hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu?
mstari wa 18, nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa maovu yote waliyoyafanya, kwa kuigeukia hiyo miungu mingine. Katika mwongozo huu tunapata kwamba habari kwamba Musa anaelekea kufa alikuwa ameipata mwenyewe Musa, na alijua yatakayotokea baada ya kutokuwepo kwake. Basi Musa aliwaita Walawi ambao ni makuhani waliobeba sanduku la agano, na akawaambia waweke kitabu cha sheria karibu na sanduku hilo. Hicho kitabu cha sheria kikiwa karibu na sanduku hilo kitakuwa ni shahidi dhidi yao. Sasa basi, tukiangalia sheria yenyewe ikiwa shahidi dhidi yetu, ni kwamba kwa Myunani sheria ni kitu chema sana. Ni kitu ambacho ni cha ajabu, cha kutamaniwa na cha thamani kubwa. Ni kama ramani ya kumwongoza binadamu hadi kwenye utajiri mkubwa au utajiri usio na kifani. Sheria ni mafunzo. Na pia ni aina ya kufundisha, ni ufundishaji. Na ni ufundishaji, unafundisha nini? Ni mafunzo gani? Ni ya kukukinga wewe ambaye ni mfuasi au ni mtu ambaye yuko hapa duniani, ni kukukinga kutokana na maafa ya kila aina. Mwishowe kabisa pia ni kumfahamu Mungu, ni kumcha Mungu. Tunaposema kumcha Mungu ni kujua sheria zake na kumfahamu yeye ni Mungu aina gani. Sheria inatuonyesha upungufu tulionao na makosa tulionayo, ndipo tumwendee Yesu atutengeneze, kwani si wenyewe kwa kweli kujisafia ni vigumu, hatuwezi. Sasa basi, nikifanya muhtasari kabisa ni kusema kwamba sheria inatupeleka kwenye ahadi za Mungu, na pia inatupeleka kwenye furaha ya ukombozi. Kila mahali, kama vile tumesikia wimbo ambao unasema sheria na ahadi na upendo. Kila mahali ambapo kuna sheria kuna ahadi ya Mungu, na hiyo ahadi inatupeleka tunakombolewa kwa kuelewa hiyo ahadi na kuweza kujua kuhusu upendo wa Mungu. Mwisho kabisa ni kwamba yeye Mungu mwenyewe ametupa ahadi, na yeye ni upendo. Mungu mwenyewe ni upendo, na utawala wake ni utawala wa upendo. Karibu tena katika kujifunza mwongozo Biblia, lesoni yetu. Kwa juma hili tena tunajifunza somo linalosema sheria kama mwalimu. Sheria kama mwalimu, na somo hili linatupeleka katika siku ya Jumanne, ambayo somo linasema ili upate kufanikiwa. Ili upate kufanikiwa. Katika siku hiyo nimependa mwandishi akituelekeza katika fungu la Joshua, kitabu cha Joshua sura ya 1 fungu lile la 7, ambayo Biblia inasema hivi: uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Peke yake tu hili fungu linatuonyesha kabisa ya kwamba hatuwezi kufanikiwa kama hatutaweza kuishika sheria ya Mungu. Kwa sababu kile ambacho alikuwa anaambiwa Yoshua ni kwamba ili aweze kufanikiwa aishike sheria ile ambayo alikuwa ameagizwa na Musa. Mwandishi anatuleta katika somo hili kwamba ili tupate kufanikiwa tuishike sheria, kushika maagizo ya Mungu, kushika kile ambacho anaelekeza Mungu. Kwa hivyo tunachojifunza katika juma hili, sheria ni mwalimu, sheria ni elimu. Tunapojifunza somo lote la lesoni ambayo inatuelekeza katika elimu ambayo ni elimu ya kweli, tuwaweza kupata elimu ya kweli peke yake katika kuishika iliyo sheria ya Mungu. Katika swali ambalo liko pale chini, mwandishi ambalo ameliuliza, akiuliza, utasoma katika lesoni yako, akiuliza juu ya habari ya uzoefu wa athari za dhambi. Ni hakika ya kwamba
athari za dhambi, kwa sababu dhambi tayari ilikuwepo, zipo, na kila mmoja wetu amezipitia, anaziona kila siku. Kila inapoitwa leo tunaona athari za dhambi. Ni hakika na tunatambua kabisa ya kwamba hatuwezi kupona katika dhambi. Ni lazima tuelewe ya kwamba ipo neema ya Kristo ambayo inatuokoa. Pamoja na kwamba ipo neema ya Kristo, kuwa ndani ya neema ni kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Na kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu ni ile sheria yake. Mapenzi ya Mungu ni yale maagizo yake. Kwa hiyo kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, na tunapokuwa ndani ya Kristo, yani ndani ya neema, ndipo kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Kuwapo kwa neema na tunapokuwa ndani ya neema, ndipo kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu na kuipata kwa kweli ile iliyo sheria ya Mungu, ili tupate kufanikiwa. Mungu akubariki sana. Hamjambo watu wa Mungu. Leo tunazungumzia kuhusu sheria. Sheria kama mwalimu. Pengine nawe unajiuliza, hivi sheria inakuwaje mwalimu? Na wakati ambapo tunafundisha watoto, nilisoma kwamba jambo muhimu la kuwafundisha watoto la kwanza ni utii. Kwa hiyo utii ni sehemu kubwa sana ya elimu. Na Paulo anasema kwamba sheria inatupeleka kwa Yesu. Ile sheria haikuwa ndio mwisho wake hapo hapo. Ile sheria ilikuwa itupeleke kwa Yesu. Na sheria ni kama kioo, haituondolei dhambi, lakini inatuonyesha tumekosa. Kwa mfano, labda nina alama hapa au na majivu au na mkaa hapa usoni, nikijitazama kwenye kioo na jiangalia, ile ni sheria. Lakini ile sheria haiwezi kunisaidia kuondoa lile. Ni Yesu ananisaidia kuondoa zile dhambi zangu. Sheria mimi naona katika Zaburi 119, ile sura refu kupita zote, ina mistari 176, inatueleza vizuri sana. Anasema sheria ni sawasawa na shuhuda. Kila mstari katika hiyo mistari 176 isipokuwa mmoja imezungumza kuhusu sheria ya Mungu. Saa zingine anasema sheria, saa zingine anasema shuhuda, saa zingine anasema mausia, saa zingine anasema amri, saa zingine anasema maagizo, saa zingine anasema hukumu, saa zingine anasema maneno, saa zingine anasema njia, saa zingine anasema ahadi. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Anasema ni kwa kutii maagizo ya Bwana. Na tunaona kabisa kwamba sheria, anasema kwamba sheria ya Mungu inamsaidia. Kuna fungu moja hapa katika ile Zaburi 176, ni mashairi 22. Kila shairi lina beti 8. Anasema mambo mengi, anasema katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa ajili ya sheria zako. Unifundishe amri zako na hukumu zako za haki. Akasema ninazo akili kuliko walimu wangu, kuliko wakufunzi wangu. Ninazo akili kuliko wazee, kwa sababu ya mausia yako ni matamu. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na kama kitu ni taa na mwanga kwenye giza, basi kitu hicho kinakusaidia, kinakuelimisha. Sheria ni mwalimu. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia, kwenye maandiko anapozungumza sheria, ni vizuri uelewe kidogo. Nitasema machache tu. Akisema kwamba sheria na manabii, ana maana Agano la Kale lote. Akisema kitabu cha sheria, ana maana Kumbukumbu la Torati. Na wakati mwingine akisema sheria, ina maana amri 10 zile za Mungu, ambazo zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20, na pia zimerudiwa tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Anapozungumza kwamba sheria ilikuwa mwalimu kutupeleka kwa Kristo, katika lile fungu la Wagalatia, ukiangalia kidogo unaona kwamba inahusiana na ile sheria ya Kumbukumbu la Torati iliyowekwa katika
sanduku la agano kwa upande, akaambiwa kwamba aiweke. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kujua kwamba sheria ya Mungu ni mwalimu. Sheria ya Mungu ni ya upendo. Siku ya Jumanne ameshatuambia kwamba sheria inatusaidia kufanikiwa maisha yetu, kuwa na maendeleo. Na hayo maendeleo sio ya kuwa tu na pesa, lakini ya kiroho, ya kimwili na ya kijamii. Siku ya Jumatano inazungumza kuhusu taabu na mapambano ya watunza sheria. Zipo faida nyingi za kuzitii sheria za Mungu, kama idhihirishwavyo kwa watu ambao Mungu amewafanikisha. Yoshua aliambiwa kwamba azitii sheria za Mungu, na hivyo atawaongoza wana wa Israeli vizuri tena na tena. Bwana alimwambia kwamba endapo angezitii amri zake, wana wa Israeli wangefanikiwa na Yoshua angefanikiwa. Aliambiwa azitafakari sheria za Mungu usiku na mchana, gombo hili lisitoke machoni pake. Tunaona maisha ya mfalme Hezekia yaliyomfanikisha katika Mambo ya Nyakati ya Pili 31 fungu la 20 na 21. Anasema katika Mambo ya Nyakati hiyo, hivyo ndivyo mfalme Hezekia alivyotenda yaliyo mema, ya haki na ya uaminifu mbele za Mwenyezi Mungu wake kote nchini Yuda. Kila kazi aliyoifanya katika utumishi wa nyumba ya Mungu au katika utekelezaji wa sheria na amri za Mungu ili kufuata uongozi kutoka kwake, alizifanya kwa moyo wake wote, naye akafanikiwa. Kwa hiyo unaona kwamba alifanikiwa Hezekia kwa ajili ya kuwa na utii wa amri za Mungu. Tunapoendesha mahali popote elimu au tunafundisha, utii una umuhimu sana. Tunaambiwa hata kitu cha kwanza cha kumfundisha mtoto kujifunza, somo la kwanza ni utii. Na pia wanafunzi wengi tunajua, hata sisi wote binadamu tunajua kwamba japokuwa tunatii, kuna wakati watu ambao wametii, wamejawa upendo kwa Mungu na watu, bado wanapata majanga na shida kubwa. Je, hili tutalielezaje? Ukweli ni kwamba hatuwezi kueleza. Majangwa hayaepukiki kwa ajili ya lile pambano kuu. Tunaishi katika ulimwengu wa dhambi ulio na muovu, na pambano linaendelea. Tunaona maisha ya Yohana Mbatizaji katika Marko 6 jinsi yalivyokuwa mpaka akakatwa kichwa. Tunaona maisha ya Ayubu jinsi alivyopoteza watoto wake na mali zake zote zikaisha kwa siku moja tu. Watoto wake 7 wakafa. Na katika Wakorintho tunaona mambo ya Paulo yaliyompata, mara sijui katika merikebu alivunjikiwa merikebu mara 3, mara watu walipigwa viboko 39, na mambo mengi sana katika dhiki, mpaka hata akapelekwa mahali pabaya sana. Kwa hiyo saa zingine mtu unashika sheria ya Mungu lakini mambo mabaya yanakupata. Tunaona kabisa mtunga Zaburi Daudi anasema kwamba hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko 1000. Ningependa kuwa bawabu nyumbani mwa Mungu wangu kuliko kukaa katika hema za uovu. Kwa maneno mengine, hata kama mambo yasipofanikiwa, tunaona kwamba mambo ya dunia ni ya muda mfupi, na pia mambo mengine tunashindwa hata kuyaelezea kibinadamu, kwamba watu watiifu wa sheria ya Mungu saa zingine hawafanikiwi jinsi tunavyofikiria. Lakini tunavyosema kuhusu mafanikio, saa zingine tunafikiri labda ni kupata pesa, kama wachungaji wengine wanavyosema ukitoa pesa nyingi basi utafanikiwa, wanaita prosperity gospel, yani injili ya mafanikio. Hayo mambo sio kweli. Tunasoma katika Waebrania 11 wale watu ambao waliokuwa na imani. Kwa imani ya Abeli alimtolea Mungu dhabihu zake njema. Tunaona Abeli akauawa, lakini ijapo walikufa wale watu, wangali wakinena na mbinguni watakuwepo. Kujali sheria ya Mungu kuna zawadi nyingi na bahati nyingi sana. Kwa mfano, hata kupata aibu, manake umemtegemea Mungu, hutafanya mambo ya aibu au kujiaibisha. Kwa kweli sheria ya Mungu ni jambo jema kulishika. Yaani kufanikiwa, mara nyingi tunafikiri kwamba mtu ukienda ukasoma degree za juu, ukafanya kazi kwa bidii, ukawa na mawazo mabora na study za ajabu, basi utafanikiwa. Lakini katika macho ya Mungu kufanikiwa ni tofauti kuliko tunavyofikiri. Na hiyo tunayaona
tunaiona katika maisha ya Yesu. Tunaiona kabisa katika maisha ya Yesu. Alivyoishi na akatii maagizo ya wazazi wake. Tunasoma kwamba hata walimuuliza kwa nini uko hapa? Anasema alitii na kunyenyekea kwa wazazi wake. Lakini pia zaidi ya hivyo tunaona kwamba alipata shida. Mpaka alivyokwenda katika kifo cha msalaba, lakini bado alitii. Kama tulivyosema mbeleni, kitu kikubwa katika maisha yetu ni mfano. Mambo matatu: mfano. Yesu alitupa mfano na kielelezo cha kutii sheria. Japo kwa alikuwa ndio neno aliyeshiriki katika kutunga sheria za tabia ya Mungu aliyoifahamu, lakini alitupa mfano wa kutii sheria za Mungu. Japo alipata uchungu, mpaka uchungu wa mauti. Kwa hiyo tusiseme kwamba sikiliza nayo sema, lakini usijali nayo yafanya. Anasema kwamba yale ambayo tunayozungumza mdomoni mtu anaweza asiyaelewe, lakini tukionyesha mfano mtu anaweza kaelewa vizuri. Kristo aliishi akimtii baba yake. Hakufanya tu hivyo, bali alitii wazazi wake. Tunaona katika Luka 2 fungu la 51 na 52. Biblia inasema katika Luka 2:51 na 52, Yesu akashuka pamoja na wazazi wake Nazareti, Yusufu na Mariamu, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Lakini fungu la 49 aliwaambia, kwa nini kunitafuta? Hamkujua ya kuwa nimepasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu? Kwa hiyo alimtii baba yake na kutaka kuwa katika nyumba ya baba yake, lakini akawatii pia wazazi wake ambao japo kuwa walikuwa binadamu. Tunaona kwamba Wafilipi 2 anasema kwamba tuwe na nia kama ya Kristo ambaye alinyenyekeza mpaka kifo cha msalaba. Yohana alisema, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama Yesu alivyoenenda. Tunapokaza macho yetu kwa maisha ya Kristo na huduma yake hapa duniani, ni rahisi kuona vile alivyompendeza Baba kwa utii, Baba wa mbinguni. Kristo alitimiza unabii na kuzingatia sheria ya Mungu maishani mwake mote. Nasi najua kama binadamu saa zingine tunatetereka, lakini tumuombe Mungu atusaidie. Kristo alikuwa kielelezo kwa mitume na shahidi wa sheria ya Mungu kwamba inaweza kushikwa. Kama mwalimu, ni kielelezo gani bora cha kuiga ambacho tunaweza kuwakilisha kwa watoto kuliko kielelezo cha Yesu? Hii iitwayo imani inayodai kuweka watu huru kutoka katika jukumu la kumtii Mungu sio imani, bali ni ushupavu. Kwa maana tumeokolewa kwa neema, tusijali sheria za Mungu. Hapana, tunaambiwa katika anasema sheria yako Mungu mbinguni imesha kwa settled, yani malaika wote wanajua kwamba hii ni jambo bora na la kufata. Anasema sheria yako mbinguni, yani malaika wote na nini wanajua kwamba ni jambo muhimu, lakini hapa duniani tu ndio tunaweka kasoro na tuna mashaka nayo na tunajifanyia tunavyotaka. Lakini huko mbinguni na kote ambapo kuna wale ambao wako juu zaidi yetu, wao wanajua kwamba sheria ya Mungu ni ya kutiiwa. Yesu alisema, nimezishika sheria zako na kukaa ndani ya pendo la Baba yangu. Maandiko yanasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye Mungu ikiwa tunazishika amri zake. Yesu mwenyewe alisema mbingu na dunia zitapita, lakini amri zake hazitapitwa kamwe. Wayahudi walikuwa wana shida ya kumkana Yesu, lakini walikuwa wanashika sheria. Siku hizi tuna shida za kumsema tunampokea Yesu, lakini tunasema sheria sio muhimu. Kufata sheria kwangu katika nyanja zote na kuwa mwalimu bora kwa wengine ni kielelezo ya matendo yangu, na namuomba Mungu. Basi tuombe. Asante Bwana, tunakushukuru katika lesoni hii na somo hili la kwamba mwalimu ni sheria. Hebu uweze kutusaidia tuweze kuona kama sheria yako ni kitu cha upendo, ni maneno yako, ni shuhuda yako, ni kama baba wa duniani anayetupenda, anayetupa maagizo ili tusiingie katika shida. Tusaidie tukupende wewe kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote, na tumpende jirani kama nafsi yetu, kwa sababu huo ndio muhtasari wa sheria yote. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atusaidie na familia zetu na katika mahitaji yote ya kimwili na ya kiroho na majirani zetu, tuweze kuwa watu tunaopenda sheria na tujue kwamba sheria ni kwa ajili ya mema yote yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Siku ya Ijumaa imetoa maswali
kama manne hivi. Swali la kwanza linalenga kutaka kujua tofauti iliyopo kati ya kumcha Bwana na kumpenda Bwana. Katika kitabu cha Mathayo 23 fungu la 37 imetuambia kwamba tumpende Bwana ama Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Lakini pia katika Ufunuo 14 fungu la 7 linasema, nikaona malaika akiruka katikati ya mbingu akiwaambia hao wakao juu ya nchi ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo sisi wanadamu wote wa Agano la Kale na Agano Jipya tumepewa agizo la kumcha Bwana na tumepewa agizo la kumpenda Bwana. Haya mambo ni yale yale, ni kitu kimoja. Jambo moja la kushangaza kuhusiana na Mungu ni hili. Wakati Mungu alipotoa sheria pale mlima wa Sinai, ilikuwa ni baada ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri katika nchi ya utumwa. Kwa zile sheria ukiziangalia, hazikuwa zinamwambia mwanadamu ya kwamba fanya hiki na hiki na hiki ili nikupende, au fanya hiki na hiki na hiki ili nikukomboe, bali ilikuwa nasema kwamba kwa sababu mimi nimekupenda na kwa sababu mimi nimekukomboa, ili usirejee katika yale madhira uliokuwa nayo huko nyuma, fanya hivi, fanya hivi. Ili kusudi uwe na furaha na amani, fanya hiki, fanya hivi, kama ambavyo mimi Mungu wako nimekuwa nikifanya. Kwa hiyo ulikuwa ni mkataba uliojikita juu ya upendo. Mungu hampi amri za kumletea mateso mwanadamu, ila anampendekezea njia ya maisha ambayo itamletea furaha. Lakini kubwa zaidi kuliko hayo yote, Mungu huyo huyo tena anamwahidi kumsaidia kuzishika na kuzitii hizo sheria. Jambo moja la kushangaza kuhusiana na Mungu ni hili. Wakati Mungu alipotoa sheria pale mlima wa Sinai, ilikuwa ni baada ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri katika nchi ya utumwa. Kwa zile sheria ukiziangalia, hazikuwa zinamwambia mwanadamu ya kwamba fanya hiki na hiki na hiki ili nikupende, au fanya hiki na hiki na hiki ili nikukomboe, bali ilikuwa nasema kwamba kwa sababu mimi nimekupenda na kwa sababu mimi nimekukomboa, ili usirejee katika yale madhira uliokuwa nayo huko nyuma, fanya hivi, fanya hivi. Ili kusudi uwe na furaha na amani, fanya hiki, fanya hivi, kama ambavyo mimi Mungu wako nimekuwa nikifanya. Kwa hiyo ulikuwa ni mkataba uliojikita juu ya upendo. Mungu hampi amri za kumletea mateso mwanadamu, ila anampendekezea njia ya maisha ambayo itamletea furaha. Lakini kubwa zaidi kuliko hayo yote, Mungu huyo huyo tena anamwahidi kumsaidia kuzishika na kuzitii hizo sheria. Kwa hiyo utagundua kwamba sheria ni mwalimu, na tunapozungumzia sheria kwa kimsingi, waandishi walioandika sheria, hasa ukitaka kuangalia vizuri katika sura ya 119 ya Zaburi, sheria ni maelekezo, ni mafundisho, ni maagizo, na Biblia nzima imejaa maelekezo, mafundisho, maelekezo, na haya yote yanamfunua tabia ya Mungu ya uvumilivu, tabia ya Mungu ya upendo. Kwa hiyo tunapoiangalia sheria vizuri, kitu kimoja tunachopata kutoka katika hiyo sheria ni utambuzi ya kwamba Mungu ni mwenye upendo, Mungu ni mwenye uvumilivu, na hilo likishafunuliwa haliwezi kukuacha kama ni lazima utasikia ndani yako hamu ya kutaka kumpenda Mungu zaidi kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na kwa uwezo wako wote. Swali la pili siku ya Ijumaa linataka kujua tofauti iliyopo kati ya kuweka viwango na kutoa agizo. Jibu lake ni kwamba hivi vitu viwili ingawaje vinaelekeana, kana kwamba vyote ni sheria, lakini sheria ambayo imejikita katika kutoa maagizo mara nyingi wala haiangalii kama huyo anayetii hiyo sheria ananufaika. Wakati hii ya kuweka viwango huwa inalenga kumuinua huyo ambaye anawekewa hiyo sheria. Sasa ukiangalia sheria ya Mungu kimsingi ilikusudiwa iinue viwango vyetu na wala sio maagizo tu ya kutukataza hiki na kile na hiki bila kuwa na sababu yote wala bila sisi wenyewe kufanya nini, kunufaika. Lakini unapowaelekeza watu kwa sheria kama sehemu tu ya maagizo, tena maagizo mengi yasiyo na maelezo au hata maelezo yake yanakuwa na ukakasi, basi watu huiona sheria ya Mungu kama ni kitu cha kuchukiza kwa sababu ina maagizo yasiyo na sababu ya maana.
watu wanaona kama ni mzigo tu, na kwa hiyo tunatakiwa tubadilike kutoka katika kuwa watu wa kutoa maagizo au kuifafanua sheria kama ni maagizo, badala yake tuionyeshe sheria ya Mungu kama mwalimu anayetufundisha tabia ya Mungu ilivyo, lakini mwalimu ambaye anatuvuta tufanane na Kristo mwenyewe jinsi alivyo, kwa sababu yeye ni mshika sheria na mtiifu wa sheria, na kwa sababu hiyo amekuwa na mwenendo wenye maadili mema. Na hilo ndilo lengo hasa la sheria ambayo Mungu anaweka kwa wanadamu. Lakini unapowaelekeza watu kwa sheria kama sehemu tu ya maagizo, tena maagizo mengi yasiyo na maelezo, au hata maelezo yake yanakuwa na ukakasi, basi watu huiona sheria ya Mungu kama ni kitu cha kuchukiza, kwa sababu ina maagizo yasiyo na sababu ya maana. Watu wanaona kama ni mzigo tu, na kwa hiyo tunatakiwa tubadilike kutoka katika kuwa watu wa kutoa maagizo au kuifafanua sheria kama ni maagizo, badala yake tuionyeshe sheria ya Mungu kama mwalimu anayetufundisha tabia ya Mungu ilivyo, lakini mwalimu ambaye anatuvuta tufanane na Kristo mwenyewe jinsi alivyo, kwa sababu yeye ni mshika sheria na mtiifu wa sheria, na kwa sababu hiyo amekuwa na mwenendo wenye maadili mema. Na hilo ndilo lengo hasa la sheria ambayo Mungu anaweka kwa wanadamu. Kwa kumalizia, ningependa kumshukuru sana rafiki yangu Bwana Noah Manongi ambaye ameimba huu wimbo Nipe Biblia. Ameimba vizuri sana na nimemshukuru Mungu sana kwa kuwa naye leo, na najua wote tumebarikiwa. Sasa tasikiliza kidogo alafu taondoka kwa sala. Nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa wema wako kwetu kutukutanisha hivi tulivyokutana wiki hii na kujadili neno lako, na kuomba ubariki kila mmoja aliye nasi hapa, na wale waliotusikia na wale watakaosikia neno lako popote pale, iwe ni kutoka kwetu sisi au kwa watu wengine. Tunakuomba sana au wabariki, na sote tuwezeshe tena kukutana wiki kesho, tuweze kuongelea tena habari za ufalme wako. Tunakuomba sasa, tukiondoka uwe nasi na utubariki, ubariki watu wetu, familia zetu, jirani zetu na kanisa lako. Naomba katika jina la Yesu Bwana wetu. Amina.